built for hardcore, for terrorists, you know. The Kahawa court was built for terrorists, which is in the committee. That's why they're taking us on Thursday to go and take police. I won't talk much about the court issue, for good reasons. Yeah, but this is just a continuation. Maybe how was the day in the hands of police landing down here? Last question. Yeah. Yes, thank you very much for now. Thank you very much for now. What a leader. Yes. It was in the most disgraceful manner I've ever seen a Kenyan being handled like that. I've been in this country for some time, and I know how decent police officers are. But the ones I've seen today, it was shocking. It was seriously shocking. It was in complete violation of the human rights. But I want us to understand that places don't make people. It is people that make places. Kenya will never make us. It is up to us to make Kenya. It is the Americans that made America. It is the Japanese that made Japan. It is up to you and me, the young people, to join hands with our leaders and make sure we bring the change that we need in this country. It is up to us to make this country. So let's come out. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena katika channel yetu hii ambayo ni nambari 1 na kwa kasi mno sana. Ni channel ambayo inazidi kukufahamisha kila tukio ambalo linazidi kufahamika kila baada ya siku. Kwa sasa ambao ufahamu au information ambayo imeweza kufika katika meza yetu ni kwamba Opiyo Ndai ameweza kukasirika sana na kukasirishwa kwa namna ambavyo walivyoweza kukamatwa, huku akisema kwamba Rais William Ruto ameweza kuingia tumbo joto. Hii ni baada ya wao kuweza kukamatwa wakiwa na Stewart Madzayo. Hii ni wakati walikuwa wanajaribu kuingia katika maeneo yale ya KICC ili kuweza kumsubiri kinara wa Azimio ambaye ni Raila Amolo Odinga, huku akisema kwamba maafisa polisi ni wao waliweza kuleta hii rapture. Hii ni baada ya wao mkuu wao kusema siku iliyotangulia ni kwamba mgomo wao huu au swala ile ambalo wanavizidi kufanya sasa hivi ni swala ambalo halikuwa halali, ni swala ambalo walikuwa wanazungumzia tu, ni swala ambalo wanasema kwamba ni haki kwao kisheria, kwamba kipengele 37 kuwa wanafaa kufanya maandamano pasi na kuvuruga lolote. Lakini unasema kwamba maafisa wa polisi ndio walioanza kuleta vurugu kwa kuweza kurusha vitoa machozi, swala ambalo liliweza kuingilia kati na kuweza kuleta vurumai na wakazi hasa maeneo yale ya Kibera. Na viongozi tu hawa waliweza kukamatwa kwa hali ambayo eleweki kwa kina, na ni swala ambalo wamesema watakuwa wanalifuatilia na hawataliachia hapa tu. Watakuwa wanalifuatilia kwa urefu na mapana ili kuweza kupata au kuelezewa ni yapi yale ambayo waliweza kufanya makosa gani. Kwa sababu ukiangalia pale katika mashtaka ambayo wameweza kuandikiwa pale ni kwamba wameweza kuhususi au kupatikana wakifanya maandamano ambayo hayapo na uhusiano ama hayakubaliki kisheria. Ni swala ambalo viongozi hao wamesema watakuwa wanalifuatilia kwa kina ili kuweza kujua je au kutathmini makosa yao yalikuwa wapi, huku wakiwa pale mahakamani wakiwakilishwa na wakili wao mkuu ambaye ni Danstan Omari pamoja na mawakili wengine. Lakini viongozi hao wamekuwa wakiwashtumu maafisa wa GSU, maafisa wengine wa polisi, wakisema kwamba maafisa hao ndio waliweza kuchochea au kuchangia rabsha hizi katika njia moja au nyingine, kwa kuwa masuala haya ambayo yaliweza kutendeka yalikuwa yanawakera au kuwafanya wakazi wa taifa la Kenya au maeneo ya Nairobi kuweza kufanya au kuchukua tu masuala mbalimbali ili waweze kurushiana mawe au kufanya mchezo kuwe wakati katikati ya maafisa wa polisi na wao. Kwa ni mchezo wa rusha ni rushe, purukusha 1 2 3. Lakini ni hayo tu kwa sasa. Pengine mpaka wakati mwingine zidi kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika channel yetu hii ili uweze kupata uhondo kama unavyoweza kupatikana kila muda au kila baada ya sekunde. Yes. It was in the most disgraceful manner I've ever seen a Kenyan being handled like that. I've been in this country for some time, and I know how decent police officers are. But the ones I've seen today, it was shocking. It was seriously shocking. It was in complete violation of the human rights. Further, I want to state it very clearly. It is wrong to arrest a member of parliament or a senator who is entering the house
within the precincts. Within the precincts of Parliament. It is wrong. Because where our offices are, that is where Parliament is. And it is wrong for what they have done. Whoever gave them instructions to come and arrest members of Parliament, it's a shame. I want to say shame on them. All I can say is that whoever has mistreated us, we forgive them. We forgive those police officers who arrested us. But we would like to commend this officer. But I want us to understand that places don't make people. It is people that make places. Kenya will never make us. It is up to us to make Kenya. It is the Americans that made America. It is the Japanese that made Japan. It is up to you and me, the young people, to join hands with our leaders and make sure we bring the change that we need in this country. It is up to us to make this country. So let's come out. Asante sana.